mimi siko ready kwa hiyo. Ili kupata pap. Nikigrow, so unajua of course ukigrow wewe ni mtoi nini haujui anything about it. Alafu sasa venye umekuwa mkubwa pap. Hata break ikukuchapa basi. Siko ready kwa hiyo. Ukapigwa moja hatari. Kwani Masai ushe heart break hiyo? Kamera nyumbani gani kama yani ameshakula heart break. Tunashangaa. This early. Me I thought you are still children. I thought kijana mdogo bado. Kijana mdogo. Hata ndio meno za mwisho. Umeshakula heart break. Unajua dem yako wako class 2. So wanasemanga by the way the beautiful ones are not yet born. They are not yet born. Unajua acha niwaambie wase. Umeona of late sijui kama me realize okay tutarudi hapo kwa adulthood. Umeona kweli vile nini zinaitwaje? Events local vile zinashika saizi. Local gang. Kama for instance kama vile Koromi ilishika, alafu sasa Kingfisher ikashika. Umeona ngemi kweli? Kingfisher gani? Nimeona ngemi bana imehypewa sana. Acha kuhypewa hiyo nyasa yenye ilisha happen. Acha ile hapo ilikuwa fire. Ilikuwa noma sana. Ule best yangu ule brother ya nani? Samido. Alitusumbua. Okay jana ni hatari. Ule wa keyboard. Wala na kuanga jenzi. Sasa mimi nashanga. Mimi nilienda Korom, okay, I thought that maybe wakale kuna warembo kibao. Niliona ngemi nikasema kweli. The beautiful ones wamezaliwa. Wako. Na bado summertime. Sasa nyinyi mkisema the beautiful ones hawajazaliwa. Ni kwani hao wenye wako? Ni kina nani? Ngoja. So mnajaribu kumaanisha aje like so bado ni ngoja wazaliwe. Tukiwa shule ndio tu abstain. Alafu mnajaji. Ngoja. Wewe unasoma wapi? Una apply vitu ya Cherami. I think. Unajua ulikuwa shule ulikuwa unakatazwa, ulikuwa unaogopa kukaa karibu na msichana. Primary. Acha. Kuna some of us tulikuwa tukiogopa tukae karibu na msichana tunalia. Mwalimu mistaki. Amekuonea. Inakuwa kesi. But saa hizi wakikutoa kwenye hostel. Nikikaa kando ya Masai for another 1 hour ni kesi. Ati rada. Kwa sandwich hapa mbaya. Unashindwa usio hapa ni hapa bwana. Auoni ukitoka hapa sasa. Hii inaisha saa ngapi? Nitoke hapa. Lakini back to heartbreak yenye uko na expect. I guess saizi hiyo expectation ya heartbreak saizi hiyo ndio tuna expect sana. Saizi. Jenzi ikiwa Gachagua alikuwa heartbroken ikuwe sisi. Unajua Gachagua ananikumbusha ule jeli yake ilikuwa tofauti. Unajua Gachagua ananikumbusha heartbreak ni heartbreak. Bora inauma. Ule ex moja anakuwa changa alafu anaenda kuongea mbaya kukuhusu. Hiyo sasa ndio Gachagua. Sasa maisha alikuwa anapenda sana. Exactly. Unajua vile kaka hivi nasema kama huja alikuwa enyewe hataki serikali. Hata angengoja kuimpichiwa. Hapana, uwezi jitoa kwa jara. Hata ukiona red flags za zingine unajiondoa nini? Alijitoa. Hakujitoa. Alitolewa. Hakuwa na attend ni cabinet meetings na mashali sasa. Unajua acha nikwambie. Unajua vile ni mbaya. Wase watakushangaa. Wewe msee bwana, tunakuweka hapa alafu unajitoa, unatuona aje msee? Ni unaondokea aje? Tunaondokea aje sisi ndio tumekuweka. Sasa utuambie unataka hii jara. Sasa tukuweke. Alafu sasa utoke. Angalia kitu na perspective ya tunataka wewe ufanye kazi vizuri. Alafu niseme wewe majamaa tueni ujaa nje. Alafu unakataa. Alafu kishatolewa mpaka hapo nje unaendea mbogi yako huko. Unajaa mbaya. Maloya wakuja kukutetea uingie. Si ndio uoneshe wasee wenyewe mimi hii shughuli nilikuwa nataka. Sasa hata nikiwaambia mniweke nilikuwa naidai. Sasa sizi iondokee tu hivyo rahisi. Mbona ukiwa huko ndani wewe si ni truthful man ungeongea ukiwa huko. Mbona sasa ndio unaongelea hizo vitu mbaya. Alafu unacheki unaona story ya huyu mzee wetu ni kama tuko na deal. Hii deal ni negative but ina to profit ndio. Sasa wakati mmeni minus hiyo deal najua ita go through na uta benefit ndio. Mimi nalipuka. Sasa ndio. Tunaharibika. Juu umenitoa kwa deal umetoa kwa mbogi. Vitu mbili at the same. Ungenitoa kwa deal nibaki kwa mbogi unajua deal nyingine inaweza come through. But sasa umenitoa kwa zote mbili. Acha nichome. Mbaya. Ile saying ya ukimwaga mahindi na haribu kisi yake. Tulale njaa wote. Ngoja. Ayo jaisikia. Nimekuharakishia. Wewe wa kitambo.
wewe ni mviele. Ni mhenga. Ni mviele. Kwani uzaliwa lini wewe? Ajuzi. Ukiongea TBT kumulikuwa unajifanya. Unajua story ya Kisiagi? Hoja. Si nimekana jamaa wa Western. Hadi mkangu alikuwa ananiambia story zako usikii. Alisema they will be a young man. Ananiambia story zako. Atajifanya amezeeka. Amejifanya kijana. Hadi jina tu ina suggest. Petero. Kijana mdogo anaitwa Ona Petero. mkifika kwa majina hapo kidogo naomba mniuie radhi. Ati hapo. Hapo Hapa yako I won't be part of that conversation. sasa Masai unataka kuleta gari. Tunajua tumekaa na chichi. Tumekana chichi. Unajua kama jiji. Mzazi kuita jiji. Kwanza kuna mtu ananiambia alini text Jiji. Gigi. So sikuwa nimeradanisha ni jina yangu anaita Chichi. So I'm like na ni number na ni WhatsApp na the first message Gigi. So nikashangaa Gigi imefanya nini? Reply Nairobi. So sasa hapo ndio akili yangu ilikuwa ni Gigi. Huyu jamaa alikuwa anajaribu kumaanisha Gigi. So by the time na load akacall Judge. ananiambia mambo Gigi. Sungame jiji ko poa. Majiji ni amakali. Wameni kwa Lawrence sahi ziko jiji. Sawa sana. Back to Adulthood. Uko prepared kwa heartbreak. Mimi sikuwa prepared for heartbreak. Jero uko prepared na nini before tuende kwa chichi? Bana. Mimi kuna kitu sikuwa prepared for. Kukuwa adult. Bana. All of a sudden bana mimi naingia kwa nyumba bana inafaa nipike. Hiyo ndo wako ni prepare for kusema ukweli. Mimi nilikuwa nimezoea bana nafika kwa nyumba madhe ameandaa mambo tuko best, tuko on mbaya. Sasa hii imefika point sasa mimi ndo nafika inafaa nipike. Si issue kwa kupika. Issue ni inafaa ununue hiyo food ndio upike. Bana. Au party food hata inakungoja. Hili hata sina shida na hiyo. Mimi issue yangu ni kuosha vyombo. Exactly. Hapo tunaweza differ. Mimi heri nioshe vyombo. Kuliko kupika. Kufua Kufua hapo itasumbua kiasi. itasumbua. Zote. Wewe uprefer ni kati ya hizo? Unaona wewe na mama fua? Ni rafiki yake mzuri. Huyu ndio mama fua anamwambia nikuje nikunje. Atitoa manguo la kuja. Umepika sapa ama nikuje nipike? Hawezi. Ndo mama fua amemsave customer. Watu wakiongelea hivi ni kaa experience. Nini? Ukishi peke yako by the way una skip meals vibaya sana. Sasa hapo ndio unajipata. Sisi unakumbuka nini last year? Tunakuja tao tunasema acha nifika tao nitakula breakfast. So unakunywa chai. Unasema nikifika kwa nyumba tapika. Ukifika kwa nyumba unasema hata imekuwa late. Hata nilale. Nitakula kesho. Tena kesho unasema ukiamka sinaenda tao nitakula nikifika tao. So unapata deal umesurvive tu na chai yani. Unajua there is a time I think hata ulikuwa kwa hii rende. Tulikuwa na Masai. Unakumbuka there is a time tulikuwa tuna meeting tao mostly deals tu mashughuli and is mostly. So tunajipata tumekula kasnack hapo chai inafika almost 8-9. So by the time tunaambiana tuishie home utaenda kupika Aje. Sasa hiyo ni sapa umeskip hivyo. Ndio. Ba Kesho na unajua mtu kama ameenda kwanza alikuwa anaenda home anarudi kesho tunapatana tena. So ajepika breakfast kwa nyumba. Na unajua anaenda jua kali. Lunch na unajua anaenda wapi? Jua kali. Sema tu tayari ndio kwa rahisi. Sema kwa nyumba sasa si. Ati wewe mtu unamwambia safe jani. Jani Masis. Ati jili anaenda kupandia gari stage ya Western. Imagine. Kidogo anamwambia unajua before wagundue anashuka mahali fulani wanaanza kumwambia Bungoma. Hata inabidi apande juu kuna gari kwa stage. Hata inapanda za kusonga. Unajua heri sisi tunapanda za kusonga at least hata. Lakini zako ukipata tu ya Bungoma hakuna tafuta ya Western ya mahali kaka Kakamega. Unajua unaweza tumika. Unajua last week nani Frank alikuwa Chevakali. Kama na story fulani akasema ati Western hakuna duka za bata, ni kweli? Kuku ni mingi huko. Bwana sijarada. Menta anasema Ndio nimekumbuka. Kuna mtu alikuwa anasema ati tunaweza ita kuku kota. Jumbata ni mzinga. Yaani water. Bara ni mzinga. Menta. Hapa kwanza go to comment. Menta shida zake ni. Oh, lakini unajua chichi si adult.
Okay, menta Inafaa mnipeleke pole pole. Hapana, bado sijafika huko. Adult. bado. Si adult. Yenda adult kenye titi anajua. Hiyo ndio kwa Yeah. akili yake, nothing else. Yeah. Kwa adultery. But adulting mimi na some things you can expect that all of a sudden, regardless of value, utakuwa tu family provider. Hiyo hata wakubeg, unaona, Ni responsibility. mimi nilikuwa najua tu as nikigrow, si tuko na second born. Responsibility yao ina remain constant. Sawa na tusot. Sikujua bana. Nafika pia wewe ndio Unafika mahali wanakuambia ni aje umeamua tulale njaa. Tusikule leo basi ndio. Leo tusimanches. Anakuambia uko wapi? Niko nimeenda shughuli fulani Nairobi. So juu umeenda Nairobi. Alafu shule. Kwani nimekosea wapi? Waende tu. Kwani wako. Tulo kwani ulienda na uniform. Nilipe school fees. You're like haya sawa acha wakae nyumbani. You're like sasa hiyo mkoro tip. Ulienda Nairobi. Na watoto wako nyumbani. Haya je bila tena. Na pia wakae tu basi. Juu wewe huko ka. Sasa some point unajipata anakuambia like yeah the person like sawa tuwezi kula. Like mimi bwana sina wenye nalisha. Sina wenye nalisha kwani kunaenda aje. Mimi naona ni kama madhara nitakanga lete mtu aone ndio ajue Siaje kusumbua. aje leta tu wawili watatu alafu waone hadi wawili watatu alafu Nasikia jamaa watu break. Usikie wenyewe. Wewe Na I guess kwa topic ya chichi that's where black tax ina come in. Si ndio? Black tax ni ngori. Unakuwa nasikia Black tax inatumaliza to be honest, lakini ni hatuna option. Hauwezi sema una benefit you na unajua uko na wazazi wanalala njaa uko home. Bana. But unajua there is a point mimi huwa na agree with our parents kwa sababu grow hata kama tuna earn kidogo it's struggle tuna struggle na pesa tuna earn pia ni kama mzazi anasemanga leta nikuwekee before wate mtu akuwekea. Was very sure hata mzazi akiona bana uko na responsibilities ya something then kama atafungua atakuwa anakuja pole pole akijua huyu pia ako na responsibility. Lakini wakiona tena uko na float mzuri So unasema ndio fiche float au usipite onyeshe tu. Kuna vitu huwezi hide. Ndio kubless na gari. Wewe utafanya aje? Hawezi pesa. Unafika kwa gate unatembea. Unajua kubless na gari na hiyo gari baadaye kuja uingize nyasi. Watajua tu there is a car na hizi kumaanisha aliuza. Kuna pesa. lakini unajua mi keje mimi naona ni fiti kuonesha float. Ndio at least wanaweza jua time una sink. There is me uko sana na some parents because wanatumaliza because ukishajua mtoto wako ako na float some parents are lazy Au kutegemea. unapata mkoro hata ajitumi na ile kipandasi yake Anajua tu ajero at the end of the month kuna shopping ya shuka Lazima. no. Sasa is it like time wana to bring up hiyo ni wanaona ni kama investment? which mean Like wana invest kwako wanasema hii school fees tunalipa itarudi. It's a tit for tat. Tit for tat. So sasa hiyo time ndio wanasema. Usikiangi time mzazi anauza ng'ombe akikusomesha. Anasema unajua utanisaidia bwana. mengine isikuja Nisikuwa nauza ng'ombe nasomesha ng'ombe. Ati mimi nauza hii ng'ombe. lakini on that same note yenye mimi that is one thing grow basing on the same mimi na agree hapa as much as hata kama thing hapa aje ndio kuna wazazi wanakuleta vifu bora grow Wewe bora huko. wewe umesema ati yours t-shirt ya shule imefanya nini anakuambia fanya aje kuna mama kufukuza na nguo imeraruka ndio unajua mzuri mzee yako wazae kama hao ukigrow baadaye ndio wanakuja wanakuwa baadaye so unaanza kuimagine mzee naye
mzee hata nikimwambianga pokea kwa anakuja na gazeti wale wa hapa gazeti na David nilikuwa najua bana kuna hardware na maji unaanga the end of the day wana deserve sijui chichi naona ni kama tukupati fiti ngao utakaribia mic kiasi. Alafu chichi kuna kitu umesema hapo hivyo like mzee anakuambia enda shule na kinyasa labda iko sijui imeraruka ama nini. Sasa sasa hivi wewe ni msembigi hivi mabro wenyu wako shule nini, si pia nao kuna time wanakupigianga simu wakisema tunahitaji kitu fulani na fulani na fulani, unawaambia endeni tu kwanza tutaona. Wao wanajua umse yako nayo, so yeye atajiambia wameninyima, lakini wewe wenyewe unakaa hivi unaangalia unasema yenyewe sina. Before jibu mimi niko na mandugu wawili mdogo wa twins tu bado hapo jana wana make sure wanaanzanga na sister na wataki wewe uko naye kwa nini hauna wasikianga kwa nini hauna nikata tao jisu wako twins ni wawili so akinikata tao anaendea bro anakata tao anaendea sisi anakata tao alafu akifikianga madhe bana tutume tu 200 Unajua wash ilianzia wapi? Hapo. Sasa ilianzia mbali. Sasa unapata sasa hao watu wataki kujua uko nayo ama una. Na adulting hatuko ready for kuna time ya kusota. Hatuko ready. Alafu unajua adulting unaitishwa anything abrupt. Sasa hizo unaweza ambiwa wewe mtoi, sasa ni watchman anakupigia. Ati mtoi anatoka shule. Mtumie fare. You are like fare. Afanye nini? Ati si wametumwa school fees. You are like sasa kumbe sijalipa school fees. Mimi nimeambiwa tu last week wala so ni my brother anasoma tunakumbuka tukipeleka pale Kaptebe Ngwet. So ananipigia simu ni aje ituzaza new number ni nani kaniambia ati anataka fare ya kwenda wamekomuza ngapi ati 500 kazama acha nipigie madhe kwanza ati yeye ameniambia ni 500 ni ukweli ati 500 ni pesa mingi sana wewe mtumie 200 atafika nyumbani wewe hapo ni 200 si ni hivi yeye anajua bro atachapa 150 mpaka nabaki na 50 tena nje kama ni boys anaweza dandia gari unajua pocket money ya siku hizi ni 1500 nani anapewa 1500 inakuja sana wewe ati pocket money zaidi pesa ngapi? 1500. Lipa rent. Wewe mzee. Wewe uko na sister. Sister zangu bado hajafika nini. Wacha basi. Hajafika kwa pocket money. Achana nayo. You are not ready for adulting. But the good thing is yeye tumemprepare. Bro, unajua ukikupatia shopping list yake, shopping list peke yake ni rent yako. Wallahi. Alafu sasa ujempea pocket money. Na unajua aledi nule mwatakwambia sasa wengine watakununua hii mimi niko. Kama boys ya. Boys wanaambia hebu boys unamwambia situkanyage na wewe mpaka kwa lami hapo alafu udandie. Na umemshikia tu sahihi tu kakaria bag kamoja. Hata ukipata gari imejaa, anaweza shikilia. Ama shike javelin hapo juu mpaka Hawaii. Mimi nilisoma na sizo wangu high school. Alikuwa form 1 nikiwa form 4. Sasa time tunaenda kutoka nyumbani kwenda shule. Unakumbuka zile mapaper bag zile majwala. Ile big ile ya Nakumat. Nazijua zile za ya blue imejaa hivi. Imechorwa. Sikia mtu anajua Nakumat, alafu mbona anaita mzee? Imechorwa ndogo. Kuna calendar. Sikia. Wewe ulijua aje iko hivi? Mimi nasikia na nyinyi. Unajua nasikia na wewe. Unajua nyinyi mlipata nilipata building ya Nakumat. Sasa so ulikuwa unajiuliza na hiyo karatasi najiona kama souvenir. Kwanza ile ya yellow nyiko na calendar. Ya yellow. Kala yellow. Patia jero. Kala yellow, paper ya yellow. Patia yeye. karatasi. Bana. Nasema karatasi. Haya, twende kwako. Here. Mimi. Chicha ilikuwa I think tumeidiscuss. Ilikuwa ati adult, hebu rudia tena hiyo nini? Adulting. What you never expect. Yes. Growing as an adult. Wetu nilianza kujilipia bills. Hapo ndio ikani hit. Wewe kwani kujinunulia gono?
Bano. Sasa hiyo ni adulting kweli? Hiyo si ilikuwa pesa ya mzazi bado? Unaona adulting Bora kweli? it's a bill. mimi nilikuwa Hiyo ni bill. pesa yangu. Mimi nilikuwa naona change ya mzazi. Nimejinunulia utafanya. Ni yangu. Hiyo ni yangu. Na baadhi ya kitambo maanko alikuwa na pesa bana. Ni mbana nyinyi. Saa hizi ndio maanko. Sisi ndo maankosa. Mankoa sahi. Mbana nyinyi wale. Sasa talking of anko, hivi cha nikuonesha. Yaani Wala nilikuwa ukiona anko na iko tu hivi. anko the whole day. Ya anko lazima ushike. Hiyo huwezi kosa. Hiyo huwezi kosa kushika. Basi nyinyi labda mlikuwa na maanko matajiri. Hapana. Anakuja Mimi anko ndo alikuwa ananitegemea. Anakuwa kuomba chwani. Anakwambia nadanganya mzai. Gono 5 na hizo gono. Zinajulikana uko nayo. Sasa ile bill ilianzia hapo. Bill nianza kulipa bill zangu ndio nikasema ndio unaanza kuitishwa rent ya kwanza. Na kuhit. Nimekuwa mzee kitu kayo. Mko mbigi. Rent ya kwanza ulipe ilikuwa pesa ngapi? Nyumba yangu ya kwanza nilikuwa nalipa 2K. Ilikuwa cost ama? Ilikuwa cost. That was my first. It was just a very small unit. Na nilikuwa nalala hadi chini. Because cost lazima uwe na bed ama anything. Kujitandaza hapo. Kulala nje wewe tajiri. Kosa tu kulala nje kuna mwana mind. Na vyombo zangu mbili hapo. Uko sawa. Vyombo mbili. Wewe bado ulikuwa tajiri. Wewe ulikuwa tajiri. Kwa nini? Juu ulikuwa na vyombo. Vyombo. Wale joka. Alikuwa joka. Alikuwa joka wewe. Joka. Hiyo 2K bana. Sikupata si rahisi pia. Ilikuwa mwana. Rent yako ya kwanza 2K. Yeah, ilikuwa 2K. Uko na vyombo. Unalala chini. Na unalala chini. Uko na mattress ndio? Ilikuwa na mattress. Bro ulikuwa tajiri. Mattress ilikuwa inakuwa tu ile ya chini ni 2 by ama ni 2.5. Si mattress yote inaweza kwa chini. Unajua unaweza kuwa ya chini lakini 6x6. But hiyo nyumba yote ilikuwa kama 6x6. So kama mattress half. Ama kadogo kwa half ni mattress. Ukiweka mattress ya 6x6? Imejaa. Hauna kitchen. Mattress imekuwa carpet. Yao kwa bed sitter. Ukiingiza TV unatoa mattress. Una replace. Uwezi kwa nazo mbili. Una replace. Chagua moja. Unaweza gani? Unaweza kiti. Kazi talala leo. Toa kitanda. Sasa jida titinyesha. Na bado tulikuwa tunasumbuana na landlord. Hiyo 2K tunasumbuana pia. Tena hiyo tunaikuwa rahisi. Hivyo. Ilikuwa uko nayo si ulimuonyesha uko nayo atakuzoea mbaya. Atakuzoea mbaya. Mwezi mmoja hata msumbue kidogo. Kuepa landlord. Mkipatana tu abrupt tunamwambia nilikuwa nakutafuta. Nilikuwa nikupigia wewe. Umekuwa tu kwa akili yangu sasa hivi hivi. Nimekaa hivi najiambia. Lakini waacha niende hapa. Narudi. Si ndio umeingia? Nakuja kukupata. Malizana. Hide kingine for 1 month. Ampatani tena. Unasukumana. Chichi landlord wako anakusikia. Landlord. Alafu unajua mimi sina landlord. Sasa umepost minister of enjoy. Sikia sasa. Sina landlord. Sikia sasa. Alafu unatuacha hapa tunatusi tu ma landlord wetu. Tunawatukana tu, haujali. Haujali tunaenda kulala wapi leo. Tumaza podcast na tu landlord typing while deleting. Unashindwa. Amekuwa akiniambia nini? Landlord anasema nini? Jero. Bana mimi kitu sikuwa prepared for bana. Unajua mimi nikigrow wazazi wangu walikuwa mzazi wangu, mama yangu alikuwa ananifulia. Anibaia nguo za Krisi. Sasa kuna time yenye kwanza ilikuwa zinafanana. Nakubaia hapo nguo kwanza ile za 05. Sasa kuna hii time in December unaona hajachangamuka unamuuliza rada. Allah. Anakuambia so chako mtu mkubwa alikuwa anakubaya juu alikuwa mdogo. Unarealize ala. Mtu mkubwa. Area hata wako anakuambia ile nipata bana. Utamwambia tu hivi akuangalie hivi. Unajiambia amenijibu na. Wewe ndio unasema hiyo sasa. Si yeye anasema. Ni wewe mwenyewe. Anakuangalia tu wewe ndio unajiuliza kwani nimekosea wapi? Hiyo sasa ndio ilinipata off guard yenyewe. Nikasema kweli. Kweli. Kwani nimekuwa mtu mkubwa. Hiyo sikuwa prepared. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Kwanza kufua. Haijakuwa kitambo. Usione kama ni kitambo ati hivyo sana. Unajua uliongelea hapa ya Liondwele nini? Sipite. Juzi tu. Unajua juzi yake labda ni 94. ndio anasema juzi. Hapana wewe acheni bwana.
Yaani unakuwa mzee jero. Lakini usijali Wamoga nitakusaidia. Wamoga nimekuja kwa ajili yake. Morgan. Unaona ile gani? Unaona ile bag ya Dendri unatamaningi. Si wanaenda wanakuambia uko ni 4K. Tulia, they got you. Unaona ile budget ya madhe yenye anaambiwa hii trouser ni 2000 anasema mimi nimekuja na 150. Mpaka unaangalia madhe wako anamwambia mama kwa serious. Unataka kumwepa hata kidogo sijui uko na cheki ni ukweli. Acha kushika hivi yenye inamtosha. Huyu. Alafu unaona wanaenda hapo nyuma wanakuletea trouser nyingine. Imeandikwa hapa Bluetooth. Wengine imeandikwa TikTok. Wengine imeona inaandikwa TikTok. Jamaa anatembea akiwa live. Jamaa ni kutap. Uko na ubaya. Anasema hiyo sasa. Hiyo vitu mnaongea Stillbix wangu anavaa hizo mango so si poa. Hizo za TikTok. Hata zi mzuri. So unasema wanatembea akiwa live. Unamtap. Unajua hata ukienda nao kubuy something and unajaribu kuangalia something classic. Atakwambia hapana mimi nataka hii live. Hiyo ndo nataka. Hiyo tu ndio nataka hiyo. Alafu ni TikTok live yenyewe ukweli imechora. TikTok. Akitembea kwa road unasikia kumtumia live. But tuna appreciate. Tunafanya. Tembea kwa road unasikia kumtumia live. Hizi tembea Masai Mara. Hiyo instead nitumie mtu hiyo streak. Naambia kuna streak naona inatembea hapa. Kuja uone. Wajua kweli. I guess pia ati kuna streak. Kuna streak inatembea hapa. Unajua kutumia live. Kuja uone. Kuja cheki. Kuja uone live. Yeah. I guess yes. kuna something else. Mimi pena sikuwa ready for social life. In terms of unajua sasa ukigrow marafiki zako wa primary nursery si marafiki zako wa primary si marafiki zako wa high school si marafiki zako after campus yani ukiingia campus si marafiki zako majirani yako utatoka utaishi annex utoke annex uishi sijui huko unapata marafiki wengine utoka huko ukuja uishi Langas upate marafiki zingine sasa sikuwa ready kwa hiyo marafiki zingine leo jamaa marafiki zako kwani zingine nani leo jamaa kata sio mwalimu wake wa Kiswahili rafiki zingine rafiki zingine ona ungenitumia tu kama example mbona useme ati unatoka unapata nyumba nyingine huko sema wewe upatae na chichi zingine sikuwa ready kwa hiyo kwa social life sikuwa hiyo huko kwa ready hata hiyo huko kwa ready tukuachilie kuna kulenga as I was saying sema zingine tena rafiki zako zingine wanatazama ndio mnanicheka kwani ilikuwa serious ikitu ni mbaya hakuna maji zingine tuongeze unajua mwalimu wako wa Kiswahili atazama jero mwalimu wako wa Kiswahili mimi nilikuwa the worst mwalimu wa Kiswahili manze hakuwa anaitwa Madam Rubia huyo madam alikuwa ananigonga niko ngoja kumbe you had something to say mentor nilikuwa nimemcrashia though unajua kwa Kiswahili kuna tenda tendewa tendwa so kindly vizuri bisho unasema ni kutendewa tenda alikuwa ananichapa wasiishia ongea Kiswahili issue si hadi sikuwa na rada mimi nilikuwa na rada issue ilikuwa tu handwriting alikuwa ananichukia so anakuja leo nimekaa mbele kesho nimehama nimeenda kukaa huko nyuma anakuambia tu hata huko nafika anafika lazima nigongwe kila siku ilifika time mpaka nikasema daily ilikuwa kidogo ni yani K ilikuwa constant Kiswahili K was constant ati wewe ulikuwa ukimwona hivi watu kogongo na nilikuwa form 1 lakini acha nikupea hata wewe mtoto mdogo shwari chance vibaya unaona alikuwa anakugonga ungegongana bro bye
Wewe jamaa angekuwa tu fit. Angekuwa anamuona tu ananyonga. Akimuona unamaanisha Sugoje akimuona ananyonga. lakini alikuwa mrembo Kwa shule. alikuwa mali Ukimuona tu Unatoroka unanyonga. Sasa Lakini unajua unajua inategemea hiyo compound ilikuwa na kona ngapi juu ingetegemea unajua angenyonga how many times. alafu unanyongea kwa shule. Sasa unajua hiyo ndio ungesikia mwalimu anasema huyu mwanafunzi anafanya monkey business in this school. it's getting dark. Ukimwangalia huku ananyonga huku. Haiko serious. Amenyonga huko. Hiyo compound ingekuwa playground. unamtoroka tu. Next. Mimi siko ready for social life. Unaenda unakutana na watu wapi? Social life but friends change. A good example ni hata mimi na mentor. Unajua of all the friends I had like 4 years ago. 2021. Unajua ni kama tulibaki tu mimi na mentor only. Unafukuza tu watu wanaenda Australia. Si kufukuza watu waenda Australia, walituacha. Wanaenda tu Australia na wa encourage tu. Gori enda. Achwa. Anaenda. anaenda Anafukuza wote. Wote wako Australia. say faith waombe Ukikaa naye kidogo. Na wewe, mbona ulienda kwenda Chelsea? mimi nikienda narudi. That's the good thing. Anaanza kupractice environment ya Dubai. Alienda kidogo nampigia simu anakuambia alhamdulillah, unaambia bro, hujafika Dubai. Uko Chelsea hapa. Huko wako wanaongea. Ameenda ameweka Arafat kidogo, ukimpigia anakuambia video call. Wewe tangu Tuwezi ongea, just video call. Ndio uone sasa sand dunes. Na kuna Arafat. Tangu kutana na mtu anatoka from Gabra. Rendile. Hao tulikuwa tunaona kwa vitabu. Kweli ya social studies. So nilikutana nao live. Ndio ulikuwa unasema wana nguo? The Rendile za. Lakini mimi labda nimekutana nao ni vile sijawauliza. But si watu wananini sana. Unajua hata mimi nilikuwa najuanga na Madheo. Maana Masai kweli. Siko najua hata. Na si ni huyu. Sasa unajua jina hapo 9 ilikuwa deadly. Naambia tu Madheo, mimi niko hata na rafiki Masai. Na hao wenye wanatembeanga tao. Only to turn out Masai mwenye anasema ni Masai. Anaitwa Bet. Ana jina ya Lonkayalani ama so mtu akifanya something so tunawaambianga unaniona Masai. So in a case kama utaki kutumia hiyo jina vibaya, so unaweza ambia mtu unaniona MC Bet. Amalizie Masai. Amalizie. Utakufanya ufala ambao umeniona Bet. Umeniona Bet wewe. Unaona? Dada zako mzee. Bora kuona. Kuingilia huyu jamaa. Well. Meza hiyo. Tuanze. Let's continue. Tuachane nayo. Umesema tuanze? Tuanjane nayo. Tuanzane nayo. Ulikuwa unataka kusema nini? What you were never prepared for. Bana mimi nilijua nimekuwa adult siku mtu alijaribu kuniscam town. Ni unaongelea wewe. Walai. Lakini naweza mtetea labda kidogo. Town gani kwanza? Hapa town. Hapa. Eldoret. Yaani Eldoret. Alikuwa alitaka kuskama aje tu hata tu. Lakini lazima iskam ilikuwa upuzi. Lakini ama unaweza pata ni jamaa fara alikuwa anamuona kama mzungu. Hii ndio kichwa. By the way. Anaona huyu mzungu huyu. Hii ndio kichwa. Walisema wanaume kuna mapointi around. Hii ndio kichwa. Hii ndio mkia. Twende kazi. Tafuta nini? Tafuta kichwa. Ni gani? Nasema ni gani? Hii ni kichwa. Hii ndio kichwa. Wasije wakasema ati nadanganya. Hii ndio kichwa. Hiyo hata mimi nishaigongwa. Hii iko na pesa. Hii iko na pesa. Hii iko na pesa. Hii ina pesa. Hii haina pesa. Hii ina pesa. Hii ina pesa. Changanya. Wacha nirudie tena. Naona pulo. Ushaona wenye wanaskamu watu town? Umeshawaona? Ndio hawa. Ndio wanaskamu watu. Hii ndio kichwa. Umeona vile wanajua drill vizuri? Hii ndio kichwa. Lakini hii iko na pesa. Lakini nishaijua hiyo siri ya kitu. Ni? Kuna jamaa kwa hapo chini. Hakuna. Mbona unakata wewe unajua hiyo stuff? Huyu jamaa amwateteza. Anaweza fanya kwa table hivi. Wewe ushaishinda. Mimi hapana wewe mzee.
Ikikutana mtu naweza mgonga vibaya sana. Naweza muingia. Lakini unajua jamaa ukiweka 200 anaweka 400. Alinipea do. Kidogo yangu yote ikaenda. Ungeinua. So unaanza na tuzo. Hapana. Mimi at first nilienda nikaona watu wanacheza. Then kama hao watu wanakutage tu wewe. So mwenye ako hapa kana anashinda rada, alafu akwambia sasa wewe jaribu. Sasa ni mwenzao. Nilikuwa na zao, nikaeka so 2. Ndio so ile. Kwa tena nyingine, ndio tena imedabo. Nikakula kidogo, wakaanza kunikula. Kunikula sasa nikabaki na 200. Ngoja. Nikasema hapa. Wakaanza kukufanyia nini? After all ulikuwa unakula wakaanza kunikula. Okay. So mimi nikajitoa kwanza nikasema hapa. So walikukula mara ngapi? Hata nikijitoa watanikula sana. Walikukula kama 1 hour hivi. Nikasema sasa wacha urudishe ile pesa. Wacha urudishe pesa yangu. Alafu unasikia vile yote unajiambianga sina tamaa. Nataka tu nirudishe tao yangu. watu walifanyia Wacha menta. Ati menta aliona watu wananikula wana. Kukuli 1 minute. Niniona amenikula sana. Ona baadaye mimi kuna msee ashajaribu kunifanyia hivyo hapo tao. Hapo tu quick mat. Msee amepita hivi bana, akaangusha bana bunda hivi ya madau. Ni kama kwa hiyo meli tuko na wewe. Alafu anarudi ati jamaa mwenzake anakuja anaokota. Anasema hata dau hapa bwana. Twende gawane. Muda wala mimi sihitaji yodo. Wewe enda tu. Sihitaji kugawana na wewe. Chukua tu. tuenda nayo. So acha mimi kuendelesha hiyo story. Sasa mimi kuna best yangu aliflow nayo. So wameenda na huyu jamaa kwa hizi toilets za public hapa hivi. Akamwambia sasa unaona hii ni dau mob. Wacha niingie. Wewe ingia hapa ndani ugawanye mara 2. Hesabu ujui do ni ngapi? Gawanya mara 2, uniletee share yangu, uchukue share yako. Baki na yako. Akaambia sawa. So jamaa anaenda akaambia na wewe nitakutrust aje. Na ukienda ukose kurudi, niachie simu. Ndio hicho. Niachie simu ndio nijue utarudi. Na sio ndo hata Yaani ni scam analeta trust issues. Kama zanaanza kuwa personal. Kwa personal anakuibia hadi na feelings. Akamwambia sasa ona hiyo doni mob hata unaona ni matao mengi. Hizi matao ni kitu kachwa. Hata huyo jamaa after all simu yako kwani hao machi. Hata huyo jamaa akaniambia na yeye hata mimi niliona hiyo hata hujatoroka na hiyo simu nitanunua simu nyingine. Either way kwa sana atakuwa ameniachia hiyo yote. Sawa akampea simu. Story mkoro akisikia. Akaingia. Sasa kasereka Sasa wacha alipiga hivi ni chwani. Na makaratasi zimepangwa hivi. Ale aliuza simu yake so. Chwani. Wacha mimi niliuza mzigo yangu yote chwani. So nilikuwa nimetoka Kanairo nikashuka tu hiyo ya Western. Hiyo kitambo hiyo gari zilikuwa zinashuka huko. Mseba na akania. Akakuja tu akadrop hiyo do. Bunda fiti. So mimi nikaona hii do. Nikaona hii do ni mob. Na huyu jamaa akakuja mbele akapik. So si akaniambia usiseme. Situingie tugawane. So mimi nikapiga tu lap na mzee tawa ananiambia guy ama ni kama huyu jamaa anatufuata ni kama mwenye hiyo do. Huyu jamaa mwenye huko nyuma akakuja na ufala ati wewe umenionea do yangu nimeangusha. Ilikuwa kwenda kununua mbolea sijui nini. So I was like guy. Na hiyo do ilikuwa inakaa mob. Hiyo ni kama 500 wadai. Za mbolea na kwanza anakaa jamaa fulani wa Muibet. Huyu alikuwa amekuja. Ati nimeweka hata tractor sijui cereal nimeangusha pesa nikajiambia hii leo huyu atajua ajui. Hii ni jackpot. Huyu amecharazwa. So niko na bag na kalapi, simu kawaida nini. So msee akaniambia fanyaje? Juu msee anatufuata. Wewe mwambie hujaona do. Mimi nikamwambia msee wewe mimi sijaona do yoyote. Na msee kwanza unajua alichukua hiyo bunda akaingiza kwa bag yangu akaniambia acha nikuweke kwa bag yako ndio asini suspect. Tutajua vile tutagawana. Bana. Na kuma to still operating ile huko. Ile huko. Kwa hayo hapo. Yeah. So tukapita hadi hiyo huko nyuma Isli. Huyu jamaa akaniambia fanya aje ndio msee asitususpect. Leta bag yako ni baki nayo. Nikutole hiyo do, wewe ingie Nakumat. Jifanye unanunua hata soda nini. By the time unarudi atakuwa ameona tumeseparate. Msee. Si mimi nikampea bag, nikijua iko na ile do na akatoa na akaniweka kwa mfuko. Na karia bag ilikuwa naye ya snacks akabaki nayo. So nikabaki na do kwa mfuko. Akaniambia fanya aje? Wewe enda tu ingia huko. Nunua hata soda ama maziwa ukuje. Ataona tumetokana. Msee vile niliingia tu hivyo na kumativo. That was the end. Alikuwa amekucha. Alikuwa na MZ Bet. Lakini
Lakini wachana huyo. Kuna best yangu dem. Umais wetu ni asubuhi. Unatafuta huyo jamaa mpaka chini ya magari. Kuna best yangu dem fulani hapo. Nilimtafuta mpaka kwa hizo vibanda zote za samaki. The whole day. Wao unaangalia chini. Alafu acha nikwambie the funniest thing wakikuskam. Kila mtu fanana. Ukikaa hivi unaona ndio ule. Si ule jamaa ndio huyu. Si ni ule. Unamfuata si huyu. Si yeye. Nakwambia ukiskamiwa kila mtu anafanana. Yaani ukikaa tu hivi wewe sasa ndio uko suspicious. Hata mtu akikuguza hivi. Sasa wachana huyo. Kuna dem fulani alipatana na stranger. Huyo stranger akamwambia mashida zake. Unajua venye mademo anaweza folia haraka tu. Kama bana niko na shida nini. Kuna msemo mwenye kuna beshte yangu ako police station. Hata alisema mama yake ako police station. Nataka niende at least nimuone alafu unisaidie tu simu yako nitoe do. Niweke tu line yangu nitoe do. Akampea tu. Akaenda akatoa do alafu akamrudisha simu. Kumrudishia simu akamwambia sasa juu iko na line yangu. Tuingie hivi police station. Niende nipigie OCS. Alafu nifanye aje niongee naye venye akapiga mpaka akasema niaje niko hapa hivi nataka ni cross barabara hapo White Castle. Ni cross barabara niingie police station. Nikuja hapo Central. Central hapo. Ja wameingia tu naye vizuri na Odem. Demo anamfuata tu nyuma. Si yako ameweka line yake hapo. Anamfuata tu anamwambia sawa. Sasa wacha nimusikizie. Wewe uko hapo nje. Mtu ameshika simu yako akapigia OCS. Ati OCS niko hapa nje. Niingie ndani. Unajua mtu akiongeanga na simu anaingianga. Anaingianga tu anaingia police station. Wewe na uko confident. Ameingia kwa polisi. Kwanza iko secure. Si ndio. Aliingia police station si iko sawa. Mimi nakwambia aliingia hivi. Umdem alisimama hapo 1 hour. Hadi akaambia polisi, kuna mtu amechukua simu yangu, akasema anaingia kuona OCS. Na hajatokea. Amechukua simu yako. Yaani hujali kuibia police station. Unajua venye police station aliingia hivi, alafu ukiturn left kuna exit. Atokezea huko nyuma. Anatoka kama umeenda kabisa. Atokezea nyuma. Umeenda umetokea usai huko kwa video. Lakini hata labda huyo jamani karao. Makarao hata wanajua. Ai bana. Si karao. Kama msee mwenye aliiba simu ya magistrate ni hiyo Kibera Records. Kotini ndani na wanatoka magistrate simu. Huko kwa kesi alafu bado unaiba. So mpaka ile kesi nyingine kwanza wakaihold. Wacha tu deal na hiyo wizi. Yenye ime happen hapa. Mashahidi wako wapi? Haya mashahidi sasa ni kila mtu. Wote kotini ni huyu. Wale nini kulikuwa na CCTV walionekana manzi. Lakini hizi saidika. Hata Kanairo kuna wale maboys walibia traffic. Hiyo ile Anduthi. Akiongea naye. Aya Anduthi naye. Hata traffic nao. Simu bana inafaa uko na hiyo radio call yako. Lakini personal wachana nayo. Lakini ni wase daring sana. Lakini hata mimi kuna best yangu alibiwa hivyo hapa referral. Kwanza kwa emergency. Kama alilia hapo wanasema mzee wake amededi. So mzee analia. But kuna these guys. Alafu anasema tusaidia kwa simu kidogo. Ayo wala. Angalia yako siku ile yako ni kunini. Sasa achana kunini kwanza. Sikia vile hoja alibiwa vibaya. Mzee akamhurumia bwana. Hizo man. Alibiwa vibaya na sisi. Huyo alibiwa mpaka self esteem. Yaani walibiwa mpaka self esteem. Yaani mpaka fruit of the Holy Spirit. Imagine. Mzee anatoka hapa na furaha. Yaani imagine hiyo siwezi acha ipite. Mzee akasema amededi man. Kawaambia na mimi ndo nimemleta peke yangu. Naweza nisaidie simu yako ni call wase wengine. Na mzee ana call. Amededi. Au sasa mmeshafika? Mko wapi? Mbona si niko kwa emergency. Na anaongea Kingiama kwa emergency. Sasa mzee anasema mzee amekufia. Unamhurumia. Wako unajiambia tuacha atafute watu wake. Atafute watu wake kwanza. Tukade story short. Ni rahisi sana kuibiwa with a call. Hata mimi nishaibiwa with a phone ni mtu akikwambia nisaidie tu simu yako. So most times kama mtu anaku approach na umjui, wewe tu usimpe simu. I think hizi ma telephone booth zinafaa zirudi. Zile za kuingisha coin. Wewe tu stranded, wewe enda tafuta tu coins zako, weka hapo. Enda tu hapo Barngetuni.
hizo simu zinafaa kurudi. Inafaa iko kwa stage huko ukipotea call from there. Back in 2019 mseto alikuja akaniambia nisaidie simu yako, nataka kutext nini dem yangu hapa hivi, akanisha simu yake by the mzima ako hapa hivi but nini akajaribu ku reach aingi kidogo akaenda, nilikuwa busy ya mama akaenda sifikirie vitu vingine. Alafu mse mwingine akakuja nini kunuma alikuja wa kwanza akanuza business ya nani, nikamwambia business ya madhe, akaniambia ilikuwa busy ya kununua mahindi, akaniambia niko na 90 bags nipe namba yake alafu tutaongea compare. So mse wa pili akakuja ndiye akasema kuna dem ako hapa nimekuja kumuona but niko nini iko off hata bila nionyesha. Then nikampea simu yangu amtext, akajaribu ku reach haikuingia. So simse akaenda hivi. Alafu after ameenda tu hivyo like 20 minutes hiyo dem akapiga. Kaniambia ni nani? Nikamwambia ni boy wako amekuwa hapa but ametoka. Itabidi tu umemreach juu simu yake ilikuwa off. Akasema sawa. Kitu masaa moja hapo nikamse alikuwa amesoma paka same tunafunga busy. Nikaona madha amenitext. Mambo uko na donga ngapi hapo? Nikamwambia niko na 20k. Akaniambia okay sawa, kuna mama ataleta mahindi kesho. Mtumie 17,000. Alafu nikamwambia niko 9 cash. Nikasema acha ni deposit. Akatuma namba, sijui ni jina ni Florence. Nikatuma. Mimi nikaenda kwa nini? Nikafika home. Kuuliza madhi, ni mama mgani huyo unasema juu hata sijaijua mama wote kama wamesha nituketea mahindi. Baada akashanga mimi nimetumana wapi? Mimi kamwesha simu nikamwambia ndio ni wewe nimesave mam na umenitext. Akaniambia mimi sije kutext. Bro, kurealize niko na mamu wawili. Wewe alikuwa na bet. Aya yako ilikuwa smart move. Hata useme wa discusscam. Nilifurahia mazee. Hiyo ni fries ndio? Hiyo mzee akiona hii podcast mazee. Anafaa afanye tu kazi ya mikono yangu. Ndio huyo. But mimi kaa kuna nyana kwa nimeogopa ni ile watu wanasema wanaekea mtu dawa. Wanafanya kila kitu vile msee anataka. Hiyo ndio nakuwa nimeogopa. Na salamu sasa. Hiyo ndio nasema. Ati unamsalimia tu alafu kwanza mimi venye nasalimia nanga tao. Masai kidogo tu namfuata tu. Mambo Masai. Niko salamu ya viti Waje the first time nikisikia hiyo scam ya something ni ya dawa. Ili kufuata. Anakusalimia tu unamfuata, una cooperate. Unaenda mpaka unamsaidia kuhama. Anakuambia kila kitu. Kuna ngapi hapo? Ina happen sana. But hiyo there is a time Saito Center hii our city. There is a lady alikuwa amesimama hapo almost jo many hours. So watu wamemjazania hivi like. So I was wondering nini mbaya na udem. Like she's doing nothing but watu wamejaa tu hapo. Wanaomba tu enda home. Back story. Nasikia sijui alifanywa madawa, I don't know. Akasimama tu hapo, alipeana kila kitu like atakapeana hadi M-Pesa pin. By the time anajigundua amepeana kila kitu. Ameshapeana kila kitu. Si ni nguo kutolewa. Nini nyingine? Nduru. Furaha. Ati furaha. Nguo. Asa ungeingia hapo utaki kusaidiana kwa scam, unataka view once. Una record mazee. For future use. Walimuibia vibaya wewe. Walimuibia vibaya. So but sijaisikia kama though there is a time I think hii town yetu tu something will happening somewhere as in kwa ploti. Watu waliibiwa. Then it was alleged that I think dirisha ilivunjwa, wana spray ndani or wanaweka gas ndani. Then ploti mnalala fiti. So watu wanabomoa tu in peace. So I think there was one mwenye yake kuguzwa. So alitoka like usiku or something. Akashangaa nini inaendelea kwa hii ploti. Watu wanahama. Kila mtu anahama. Akashangaa wanahama usiku wote. Anashangaa milango zote zinafunguka nini. So ikakuwa alert. Kutoka anaona yenyewe watu wanahama. So sikaamua kuuliza ujirani next like we nini inaendelea kwa plot. Ile kawaida tu yenyewe unaweza kuwa suspicious kwani what's not happening. Huyu ashiki simu, akapigia mwanamjua next ashiki. Kiateka akashika. I think alikuwa anaishi away. Kaambia uko around. Unajua mimi naona watu wanahama na shangaa what is not happening kwa plot. Wanahama usiku. Kwani umefukuza watu ama kuna issue? Kiateka akajua sasa what is happening. Anajuanga hizo story.
Ndio. Kukuja, watu walishamaliza mission. Washaenda. Kuamsha watu waamuki. Wamezima. Unajua hiyo kitu unatolewanga hivi unaweka kwa carpet. Wanakushukisha juu ya bed. Pole. Si pole. Hivi tu wanakuweka tu normal. Nyingine lakini sijui kama ni true. Hata walilekewa hizo dawa but hao watu ni kama hawakuwa wezi. Walikuja kwa msee wakamwekea dawa alafu wakachinja kuku wakakula wakapika na ugali. I know that story. True. Vyombo wakaenda. Hatu walifanya everything by the. Hatu walipika food ingine deadly. Mingi sana. Mingi. Kwa western. Yani in short. Lazima ni watu wa In short walijipikia mpaka wakapikia hiyo familia. Na wakaenda. Waliwabakishia. Lakini hawakuosha vyombo. Wakaenda. Hapo kwa vyombo utakuwa amenikosea. Lakini before ukuje kwa mtu upige hiyo courage yote. Mimi nikijua nimekisha kuzima nini nyingine. Napika hapo watu wanaweza lala kidogo. Hata unaingia kwenda kuiba alafu na niko njaa mazi. Kuna story fulani mkuru aliyepiga. Hata jamaa aliingia kwa kuiba. Akaiba bana akaingia kwa kuiba chapati. Uko na chapati family. Jamaa akaanza kukula bana, akakula bana stew hapo. Alafu jamaa akasema, "Nijiekelee kidogo." Bado masaa. Sitawaibia tu hawa. Si ninawajiekelea 30 minutes tu. Nimeshiba sasa. Alafu niko kwa time. Alafu na nimeshawekea huyu jamaa dawa si niko sawa. Alafu mpaka akatoa sweta. Hii taki ni kweli nimelala na hii. Jamaa akajiekelea hapo. Jamaa lala. Ile basali ya muka. Akapata kuna makarao na mungojei. Amka tuende shughuli nyingine. Utaamuka ama kungoje kiasi? Tuje bana, twende. Masaa. So, oya aliprove El Chapo wenyewe kumbe ni mwizi. Mama Mtina. Chapo. Lakini true adulting kama hiyo ilikufunza mambo ya adulting, I think kuna some of us inafaa to, as much as we are adults, kuna some things inafaa tutandike proper. Unajua kama vile Bet Masai amesema like heartbreak. Unajua kuna, I think kuna some of our parents wajakula heartbreak. Ndio maana anacheza na maisha yetu kaya. Kuna wazazi wetu wajakula heartbreak. Unajua siku moja mkoro anaweza tandikwa heartbreak. Siku ndio mtajua shetani zake. Baadaye unaanza kuambia madhe acha kuwa peti. Acha kwa tulia. Hii. Sasa hivi. Bora na kwa emotion. Cause unajua heartbreak by the way, hata hiyo scamming. So unajua tuko City of Champions. City of Champions. By the way tunachanua watu sisi bo. Wala kazi wa sisi bo wakae rada. Unajua City pia na kama na vitu kibao. Vitu mingi. Unajua by the time tukue City, tulikuwa Hell City of Scammers. Sasa ikakuja Sin City. Yaani hii jina City imetukatalia lakini ndio tuion. Imekuwa kibarua. It's been a journey. So hata El Chapo wetu pia unajua yeye ndio yeye ndio mtu yetu. Yeye ndio ring leader. Yeye atupanga. Msifanye vitu peti ya pesa ati unatupa. This is how you do it. Sha. 1-2. Kuna video fulani ya El Chapo. Sio alikuwa somewhere alafu alikuwa kwa function wana launch something. Alafu akaangalia chwani chini. Akasema na yeye na mwenyewe akakaa kwa mfuko iwaje. Wala. El Chapo anajua mzee ni mwingi. Director askei mic yangu nikaikolo. Kama iko sawa. Kichwani na mzee. El Chapo alicheki hivi akasema bodyguard wake imeshika hii. Sina mwenyewe akakaa mfuko. Lakini hata hivyo message to everyday thief huko nje bana. Usiibie safara tena. Kama umeamua kuiba, ibia mtu mwenyewe hata sikia. Hapana Jero, asiibe. Wizi ni wizi. Jero wizi hizi isha. Wewe unaiweka ni kama kuna unajaribu kumaanisha Kenya anatuibia. Unajaribu kumaanisha Kenya na unajaribu kumaanisha Kenya ni mbaya sana. Asijaribu. Sasa hiyo ni mingi. Safari hafai kuibia. Ndio wasema yani. Wizi sipo.
isikwe safara ama sijui nani ama nani wizi tu sipo. Let me tell you, unajua kuna wizi ingine yewezi jua. Take for example, hii mic ni so, si ndio? Kesho nitoe sticker ya so, si ndio? Niweke how much? Niweke 110. Na niweke hapa 150. 150 na niweke X. Cancel. It's no longer 150, it's 110. Na previously ilikuwa so. Unajua ni wizi ingine deadly. Hiyo ni biashara. Yes, hiyo biashara. Hiyo ni wizi. Hiyo ni biz. Yes, hiyo busy. Hiyo ni business. Si biz. Kwa sababu unajua pale umse anatoa hii product. Hakuna any wizi anafanyiwa huko. Yeah, this guy analeta tu product. Unajua unaangalia product bigi kama unga. Niko mjanja. Unaona? I guess nilikuwa mjanja. Si kwa mjanja, unajua hiyo ni wizi. But chichi unajua in as much as umse ameweka kitu 110. Hajakulazimisha ubai. Hajakulazimisha lakini wewe kama umeenda umpata place nyingine imewekwa ni so, wewe enda tu huko. Yeye yako busy. Yeye kuibia. My friend, hiyo inaitwa smart stealing. Sasa ona like for example kama jiji. Unapata sama for instance kama basi za kwenda hizo madinga za jiji. Kukinyesha, place umezoea kwenda Rachuoni na kuja jioni conductor anakuambia, "Hey, gari ni so bwana." Ama 200. Hiyo ni 200. Na zinakuwa bei. Na cheki na Akaona muongeza distance. Unazanga kwa nini mvua? Unashanga kwa umelianisha. Unajua mvua ikinyesha kuna traffic jam. Alafu pia unajua gari kwa traffic vile na consume. Bana, hiyo wana deserve kuweka. Hata I think inafanya kwa wanchwani. Hata unapata place haina hata jam. Acha niulize swali rahisi. Sasa hivi mtukufu akikuja tao. Naenda ninunue kama inaitwa nini? Ndizi. Ama acha ninunue chapo. Hapo kwa kibanda. Ninunue ndizi. Madha atasema ni 10 bob. Hata isema bei. Hata useme 10 bob. Hata hawezi sema bei. Sasa madha ameiba. Hapana, hajaiba. Hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili, mimi ni lawyer. Na kutetea wewe kwa kesi. Alafu nikuje nipatane na mtu kama Bethel. Tayari sasa. Niambie daktari akuja niambie kesi yake, wewe niambie kesi yako. Yako ni serious kuliko yake. Wewe nitakulipisha the same naye. Sasa hiyo ni biashara. Sawa, wachana hiyo. Twende kwa mentor. Mentor anapeleka madaktari Mombasa. Alafu akuja tupeleke sisi. Ndani bei itakuwa same. Asira tuambie ako hapa, tuambie. Yeye ndio mfanye biashara wa hiyo sector. Achana na mentor kuja kwangu. Wewe na charge April na December. See the same. Is it the same? Hiyo ni busy. Hiyo si wizi. Ni biz. Ni kuwa too smart. Ni kuwa too smart. Hiyo si wizi. Angalia hivi, there is a time 2023 nilikuwa napeleka class ni coast. Then tulifika mapema, tulifika kitu saa 6. Nikamwambia tuende tulale, alafu mtenda beach nini kesho. Akasema hapana, si nitaka kwenda saa hii. So nikamwambia ilikuwa karibu na beach. Nikamwambia this is the road to the beach, but wacha nikuje niwapeleke alafu mimi nirudi nilale. So wakatangulia mbele. Just some few minutes before nifike hapo. Nikapata msema mauzia walikuwa watatu, amauzia nazi each 400 per person. Hey mzee. Na unajua ni how much? Unaona hii 400 ilikuwa upewa sasa nazi moja hiyo madafu na warudishe change. Exactly. Wewe mwapiga foso. Sasa hiyo si ni wizi. Hiyo si wizi. Hiyo umefunga. Hiyo ni kukua tu smart. Ni aje? Cheki. Sasa the question is example nyingine. Msea Wandudhi anabebea hapo KVDA. Alafu msea anamuuliza Siriko iko wapi? Anamwambia Siriko ni mbali bwana. Nakupeleka na so. Alafu jaye anaenda mpaka Brookside. Atoke Bomaini. Azunguke hivi akuja atokezea hapa Temple Road. Hiyo mngesema tu kama mnaniongelea mseme. Lakini unajua sasa zingine ni kwa smart. Lakini hizo stories za mtu personal. Unaona nimeujiuliza, unaona mentor. Umse akiuza 400 each. Umse ana shida. Wanunuzi ndio wako na shida. The same way, enda sasa kwa duka ununue soda. Ni 30 ama ni 35. Uende kwa super bei imebadilika. Uende eka bei imebadilika. Uingie tamasha bei imebadilika. But not just the quality of services ni different. Ukiwa kwa flight bei ni tofauti. Haimaanishi. Na imagine unanunua the same place. Story ya Masai ni kama hiyo ya maji, hii Dazani. Kwa super, ndio hiyo. Kwa hoteli, kwa flight, it is the same Dazani. But hapo kwa bei
Ni wewe tu venye umeiweka. By the nimeget hiyo sense. wizi. Nimeget hiyo sense sense. yake. Unataka hata mse wanduthi mnyako KVD. Maybe hiyo ndo route yake ya kwenda Sireko. Uwezi ukamulaumu. Yala piti yange hiyo njia. Ya juu njia ingine. Anytime mse Anaenda hawezi enda straight. yana Na pikipiki by the way inaangalia huko chini. Unaenda Sirikwa. Hiyo mambo iko Nairobi sana. Na Mombasa. kalia hapa. Mombasa naye. Nakupeleka. Unaenda Chuda. Bana. Si tukienda Mombasa, tukiingia Mombasa shule. Technical University of Mombasa. Unashukia pale Mwembe Tayari. But Mombasa Kwa basi hapo. Alafu ukishuka tu hivi unaona tu jamaa wa tuktuk. Twende twende. Twende. ungepata Tu iko wapi? huko na ni Muslims. Chuda. Achana Achana naye tutakupeleka Chuda huyu. Wanakuweka hapo. Wanakuzungusha. Unatokea unaona ile njia kutokea hii ya sokoni hii. Inaitwaje sokoni? Kongoe. Chana Kongoe. Marikiti. Sasa ananyorosha street atokee Marikiti. Barabara ya kwenda Bakstan. Alafu kuje 77. Taja barabara tutabaki Akifika 77 ndio tum. Na anaweza ingia hivi 77 atoke direct. Lakini yeye azunguke hivi 77. Alafu sasa nyorosha sasa makupa huko kota. Ndio afungize Chuda. Sasa eri huyo mwenye anakuzungusha mbali. At least utakuwa Nairobi sisi jamaa shaituvukisha barabara na Triso. Na Nduthi anatuambia wasema Triso nakumbuka hiyo. nawapeleka na Triso. Sawa kalieni. Shukeni tukiwa Arusha. Sasa acha nikupe story ya Arusha Tanzania. Rusha. Hapo mwanzo. Acha nirushe Arusha. Hapo mwanzo. yani tuko tu tao CBD walikuwa na tamasha ile like walikuwa okay over Christmas ni first year eve. Wanaallow watu waingie tao na matent, watu wanapika all kind of food, music, CBD. So hakuna magari kuingia or anything. Unaweza tembea tu huko, you just ujione tu. MC. So tumehangaika, we were 6 Kenyans. Kiburi yetu kweli alitusaidie. So tumetulia tunatafuta washroom, tukaona wacha tuulize mother fulani alikuwa anauza hizi mishkaki. Tukamwambia tunaweza pata washroom wapi hapa around. So a lady alikuwa anataka washroom. So jamaa fulani hapa akasikia tunataka washroom. Wacha msee atupeleke chumba cha wasala. Tukapelekwa bana kwa hoteli tu. Restroom tu ya hoteli kawaida. Ile yenye kila mtu anaweza jisaidia. Msee, wacha tutoke. Jamaa alikuwa na sisi hivi. Tumlipe. Na huyo mother alimshow siuonesha hawa se pale washroom iko. Hata iko atuoneshe like alisikia tu. Ilikuwa point tu. Ilikuwa to point ingia hivi hapo. Buda. Jamaa alitufuata. Alifura na nyenye mbaya. Mimi ndio nilikuwa na hiyo. Alikuwa anataka tumlipe. So after nimekula mishkaki sijui kama nimekula azao ama ni ngapi. Kula mishkaki atao. Unajua zao ni pesa ngapi? Hiyo dema karudisha deni change ya 500 ya TZ. Asa mimi kangalia 500 ya TZ na ni coin. Mimi naona inisaidie. Si mimi nikampea. So by the time msee anaitisha tumlipe. So mimi nikatoa note ya 5k. 5k Tanzanian note 200 bob ya Kenya. To get it. Sasa ulikuwa unashtuka. Sasa Unasukua na tao. Unasukua na 23 bob. Kwa hivyo Diamond atizeda kama Kenya yani timidity. Mjinga. Yaani timi. So after nishampea then career wait, huyu nimempea 5k and 5k ukiconvert ni 200 bob. Nikamwambia leta hiyo pesa. Juu nilikuwa nafaa nimpe 500 ya TZ. Kuangalia hatuna hiyo nini, hatuna hiyo nini 500. Tukamwambia tufanye aje tukupe 50 bob ya Kenya. Wewe unajua penye uta exchange. Jamaa akakataa, hapana. Kuonesha nini msalani shilingi 1500. Sasa tukamwambia sasa tukulipi sasa. Unajua ilikuwa kesi mpaka tukapata na traffic police. Akaenda kusema kwa traffic police. Alienda kutushtaki. Wakamwambia sasa wewe kuonesha tu wala nini unataka kulipisha watu hiyo pesa. Alafu unajua sasa tulikuwa tunaogopa kumvunja kwa sababu tulikuwa tunajua bwana tunaweza mvaa tusikie tumeanza kuingia TikTok live. Wakenya walio lakini mimi ningesema mngeingia tu TikTok, mngeingia tu live. Huyo anatusumbua. Alafu muone vita ya TikTok ni mbaya. Haiwezi maliza. Ukiona tu mama inataka kuwa ngumu ingia live. Bana. Ukitaka tu kudili na Wakenya la nini? Lakini wewe msee akuchaji 200 bob.
na In short, wewe piga hesabu. Hapa Lu ni free. Hata kulipa lu. ati unakumbuka lu ni 10 bob pale nilimtaka kwambia tusumu na umeshanga. So in short ulipe lu 10 bob but mwenye amekupeleka umlipe 200 bob kwa kukupeleka. Lakini unajua ni 240 lakini nina nyinyi wa koloni aje 240 unaongea nini wewe? Unanikasirisha bwana. 240 ndio hapa tu 240 shillings guys. Unajua sasa sisi mtu kukuambia ndio hilo. Unajua aje Masai, unajua kwetu sisi hatuko na shida na hiyo do. Hao watu kwenye ndio walikuwa wanashtuka kwanza wa mama wa kuuza hizo mishikaki. Wanashangaa like mnalipa mzee 5k kuonesha washroom mpaka hata tukashtuka kwanza kwani nenyewe tunalipa aje mzee, you know. Alafu jamaa alikuwa anakaa kutuvaa tulitoka kwa traffic hivi akasema tutaona, tukaanza kupanda hivi street fulani akafanya hivi nguo. Mungemwambia hata sasa Tukashika simu zetu na mentor because the rest were ladies, tukasema hapa sasa huyu jamani kama anahitaji something. Hii imefika ile wakati. Unajua ingekuwa kama huko LD naye tungeitinge vile tumvae. Lakini Mkenya mwenzetu. Lakini huko tulikuwa tunaogopa bana tuambiwe tu. Lakini mungemvaa mngekuwa mmepiga loko. Alikuwa na shida hivi. Alikuwa anakunja. Alikuwa anakunja. Mungemvaa. Wait, ebu rudi hapo. Hatulikula mishikaki how much? 48 bob. I don't know kama ni 48 bob guys, 48 bob. Okay, sawa nilikula zaidi hiyo maybe ilikuwa 2000. Ya tao. Zizi zilikuwa I just remember. Ya tao. Ulikula mishikaki ya 48 bob. Hata ukufika 48 bob. Hapana sasa si 48 lazima ilikuwa 5k. Kula mishikaki 1500. 5000. Juu ile stick moja alikuwa anauza around 25 shillings ya Kenya. 25 moja ya Kenya. Kula stick ngapi? So ina maana ni kula sticks ngapi? Hiyo ni karibu ngapi? Asi mingi kama 7 hivi. Siko hata na appetite. By the way, alafu another funny experience yetu tulipatana naye Arusha Tanzania. Ni SIM card. Arusha. MTN. Tulibai SIM card, tulibaiwa tuna somebody akaturegister 123 akatubaia data. Sisi hatushikanishi kama ni data hakuna ama imeisha, tunaona tu kifurushi. Samahani. Walai, tuko tu kifurushi kimesalia. Umemaliza salio. Juu salio ya so imagine the guy alitusaidia. Megabyte. Sisi tuko Arusha Tanzania kwenyewe. Mwenye alitusaidia kutuleta amerudi border. Amerudi na manga yako busy. So mpaka tumpigie, tumwambie wewe inasema data imeisha, alafu unajua ni MTZ. Sasa tuelewani mpaka nilikuwa napatia mentor simu every time. Huyu jamaa nikimpigia namwambia wewe data yetu imeisha ama tuelewani mimi naye. Sasa ako wapi sasa hizo? Ako na manga. Alikuwa maubao. Wewe nakuona. Alikuwa njaa. Alikuwa na manga boda. Yeah. Lakini wewe si alikuwa manja. Alikuwa na manga. Ati wala wapatana. The same experience na Uganda. Sasa mimi nilienda Uganda. Kinyili tu kwa sisi tulikuwa wanaume peke yake. Wanaume karibu 7. Tulikuwa nasema mimi kwanza nilikuwa nasema huyu kijana wa Sudi huyu. Sasa kwani wanajua Sudi huko? Kuna Mganda juu. Unajua mlikuwa mnaongea sasa English. Unajua Mganda kuja Kenya, amekuja Australia. Capital of Africa. Capital of Africa. So msee kitoka Uganda anasema ameenda majuu. Amekaa Mkenya. Amekuja na basi. Acha Uganda. Tanzania ukikuja anasema naenda ng'ambo. Naenda ng'ambo. Naenda Nairobi. Kukuja huku ni hatari. Wanakungangania hapo. Unatoa 10k ku exchange. Wanakuambia wataka yote. Wow. Unajua hiyo 10k ni karibu 200k. Wanaongea English. 10k hivi wanakuweka kwa bag. Hiyo pesa ni mingi hiyo. Hiyo pesa ni mingi. Karibu wewe wa mbele wa Tanzania walikuwa wanataka kutoscam kwa hoteli. Wa Tanzania na wanasema trustworthy mbaya. Manager ni Mkenya. Kuna kina Njoroge huko na kina Shiko. Ndio maana. I think tulikuwa tunakula lunch kama usiku kitu saa 4 hivi. Ilikuwa usiku ilikuwa saa 4. Yeah, so tumekula tu fiti nini so tukalipa bill cash. So mwenye tulikuwa tunamlipa kumbe alikuwa na check out. Alikuwa anafunga shift. Si aliingia pesa na nyasi na pesa yetu.
Kwa unasema hiyo story ya mchana. Alafu kakuja akasema huyu ashaondoka. Huyu ashafunga shift. So tunauliza, so utafanya aje na pesa yetu? Huyu ashaondoka hadi Lazima anafanya hapa kazi. Ni point hapo ndio CCTV. Tukaanza kusema unajua Kenya nyinyi ndio hizi CCTV. Na ndio hizi CCTV mtalipa wewe. Alafu anaanza kujifanya ati kwanza kwa amejifanya ati wamjui. Ati nani huyo? Huyu ndio ako hapa sijui nini. Tukashangaa kwani hapa ni wapi? Hata unataka kutupiga clean. Alikuwa amenana kitu kama ilikuwa 5k, si ndio? 5k. Issue ilikuwa hata ule msee mwenye yule mwenye alituserve next tulimtipio hiyo 5k. But sasa tulimekishume ameenda na hii 5k amerudisha. Eri to tip huyu mwenye ametusaidia the next one like asante. Like tuliwaprove issue zido. Amuko mnataka hiyo. Issue ni mtaka kutuibia. Jamaa ana explain hiyo 5k na ulimpea 240. Baki kwa 5k. Hata mama. Wanasomesha rada ati tulimpea 5k. Yeah, it was 5,000. Atutishe nayo. Ati maji ilibidi tuombere 5k. Tulibidi. Sasa tuko hapo 5k. 5k. Menta so uko na namba ya huyo lady alitusave. Unajua sasa ukimpigia umuulize tulimtip how much? 500,000. Alafu ni laki ama 5,000. Sasa alifurahi. Selifurahi. Alifurahi. Watu asante. Kama mlimpiga 500,000. Piga sherehe. Hiyo lazima she was lucky. Tukenda nini? Lakini guess what? Menta ni nani? Namba lazima. Shipping. Tamshi. Sasa Menta. Sasa ndio kusema alivuka na manga. Sijasema anything. Menta sawa tu. Unajua container lazima uship. Si Menta sutu organize trip. Ya wapi? Ona mimi kwanza nataka tutoke nje ya nchi. Sasa ngoja. Unajua nyinyi wote mnaongelea Tanzania, Uganda. Mimi hapa na Kapetero tunataka kusema sasa tulikuwa hapa Bungoma. Juzi tuweke kitabu. Itabidi tutoke sasa. Menta tuorganize twende. But there is a way. Private kazuri. Nataka kwenda kwa forest. CEO, I know his things. Mkimpata tu Juma attend, there is a way anajua kupanga trips ya different kind of people. Anajua ya watu executive, anajua watu wa low class, like anajua kucheza na budget yenu. Anajua ile ya group of friends. Unajua ni makosa sana kucheza na budget yetu. Asicheze na hizi ni VIP. Hizi watu tunajua. Hizo malaki. Hatujajua kucheza na budget ya watu. Usijaribu kucheza. Asicheze na hiyo. Ati malaki. Ona. Kwanza tunajua 15,000 ni 500,000. Tushajua. Menta. So unajua dawa ya Menta ni nini? Wapeleki TZ ama Uganda? Congo Forest. Rwanda. Sisi tunataka kwenda Congo Forest. Congo Forest. Yes, si hata hapa penye wako. Si niko naambia M23 kwani amradi. Kama rebels. Ni mwana sasa mtamu ndio Rwanda. Ndio tukirudi tunapiga hiki kitu Juu hapa ni Rwanda venye nimeatbrekiwa. Afadhali watbrekiwe na mtu mwenye yako nje ya nchi. Nishajua siri ya Rwanda. Unajua unatafuta height. Yes, ndio. Tunarudi tukifanya tu hivi. Unajua Rwanda huko wako hivi. Sisi tunataka Kongo je tunatoshana nao. Rwanda wako tu hapa. Kongo nayo. Unapatana na mtu hujui yako. Unajua bro tunatoshana hivi. Rwanda. Visit Rwanda. Nataka Rwanda. Kama ningeenda Rwanda sirudi. Hata mimi ni. Unajua mimi utarudi bro. Unarudi kufanya? Narudi kufanya nini? Eldoret. Visit Rwanda. Mimi nataka kwenda huko Jomini msasenali. Sasa lazima tu visit Rwanda. Watu wa Manchester wala utajificha wapi? Unaweza kula hii. Juu hiyo nini? Yaani timu kubwa wana visit Rwanda. Timu kubwa mna visit Rwanda leo. Kwa game leo kwanza. Kichapo manze. Unajua makosa ya watu wanafanyanga ni ati ni wase. Ndio ndio kupeleka Rwanda. Ili mko na mchezo. Pili ni ya Rwanda. Rwanda. Ni kama ni wa Burundi ndio wanauzia watu nini kahawa. Sasa ni wanaona watu wako na majina zingine bana. Hii pili ni ya Rwanda. Umeikula ukasikia vile ni kali? Ni kama timu yetu. Nikuulize umai coffee na these guys wa Burundi anza Onya kwa town. Unamtumia do but inabidi ukishasoma jina unamwangalia kwanza. Ebu let me just search alafu kuangalie. Aje kuuliza jina amekuangalia. Hiyo jina kwanza imeshtua. Ati wewe kama umetuma wewe nyamaza imeingia. Iko sawa. Nimeget. Unaekanga namba. Ukishamaliza unasema send.
Wacha hivyo kwanza ndio akupee kwanza namba anakuwa ametatizika sana. Aka 07 moja mbili anaingia kwa mfuko 50 ati 50 tano yani tano. Sufuri. Nambari nimeipokea. Nambari nimeipokea juzi. Sijaizoea. Subiri, wacha niliandika basi. Alafu wase nishaibonga na mmoja akaniambia ati sasa wakiwa job hapo. Wako job mbaya. Sasa wakirudi huko kwao wanaambia tumetoka majuu mzee. Hiyo pesa wanalipo hapa huko wana invest vibaya sana. Hizo ndio wananunua nazo guns. Wallahi. Unajua kuna watu na pesa yao. Kuna watu wako Australia wanapiga the same story. Ati wanasema Kenya wamekuja huko wamefika New York. Ati mwingine tunafanya kazi naye hapa anaitwa Kelvin Atombano. Akona majina refu kama but utapata mwingine anaitwa mwenda zake. Wait, tumemaliza there was something hata ilikuwa niwaulize. Juu tuliongelea story na scamming. Nikakumbuka hii story ya Aviator. Fly away. Talk to pilots. Moja si mbali, ni hapa tu Baringo tumepoteza. Ilikuwa 900k ama? The guy who left a note. After committing suicide. Wait, kwani nyinyi mko tu wa Munyoro? Ona Fox. Okay, there is a guy ali lose 900k Aviator. So akacommit suicide na aka leave a note like I'm sorry to my wife, my family, sijui nini vitu kama hizo like nimewaangusha. But yeye ndiye angusha. Cheki. So jamaa kufia bet. That's dark. Guys, thank you so much. Ndege yake ili fly away. Anakuwa dhulumu. Hapana, hiyo ni bamba yale design jaga. Sawa tu. Kufia bet. So hii story inafai kuwa educative. Inafai kuwa educative. Yeah. So mambo ya kukufia bet. Lakini alikufia Masai. Alikufia Masai, bet Masai. So sorry to the family. So by the sorry to the family, it's so painful kuona a youth tuseme for example mseka Masai like ako tu fiti. Then all of a sudden unapata ana leave a note. Yenye kwanza tunajiambia kaa jeshi, mse angebahatika survive, tungemvunja kwanza. Like unapata msetu ako fiti, like ana any mental problem, ako tu fiti. All of a sudden asubuhi mnaambiwa like unaweza fika kwa Vero hapa. Nini? Jamaa aliingia kwa kamba. Mpaka sasa tunaanza kusema pole kwa madhe, lakini huyo jamaa akipona mtuambie. You know, tumunyoroshe proper. Hiyo nini? So sijui kama nyinyi mmeexperience hizi story na gambling cause unajua there was a time again SportPesa iletanga the same problem. There is somebody alikuanga na hizi story na betting pia akalose a lot akaamua kuishia. Not mentioning mse wa Arsenal wa Uganda mwenye aliji unajua jamaa alikuwa fan na sisi wase Arsenal we are not fans, sisi ni stakeholders. Labda aliamua kufia team. Aliamua kufia team. Nao ndio watu wenye leo kwa sababu stakeholders. Watu wanakufia team. Sasa ndio. Sasa unajua sasa watu stakeholders. Tuko na mafans huko majirani. Wanatukufia baa. By the Arsenal walikuwa na visit Rwanda. Mbona ujaenda nao? There was a team ilikuwa inaenda Rwanda. Chana huyo. Si tuko nini, tuko podcast. Si tukitoka hapa hivi tu. Unaona pilipili ni ya Rwanda. Kwani ilitoka wapi? Ona DOP. Hiki tu amuundia hapa Langa, someka tu sticker ya Rwanda. Langa, si ni ya Mosoriot. Mosoriot unajua siku hizi ni factory. Acha unaona jamaa wile wanaongea. Acha tuwapite. Ndio Tujue juu ya kuingililia na Mosoriot. Made in one. Sasa acha kidogo tu. Acha Jero nikuulize. Gari zinaenda Mosoriot ni what sako? Inaitwa aje? Bas, anza na hapo. Hiyo ni Kapsabet, anza hapo. Lakini sinaenda Mosoriot. Mosoriot anza hapo. Mimi nimesema Mosoriot, anza hapo ndio nikueducate. Anza hapo. Eldo line ni Celia, pair ingine. Double shot.
ati apige double shot ya pilipili. Huyo. Amuuliza huyo. Ni kila mtu ndugu. Kila mtu. Nini hiyo? Nataka huyu. Gari za kwenda Mosori zinaitwa aje? Gani? Gari za kwenda Mosori. Si ni Mosoline. Ati Mossline. Huyu kwanza sijui tumpige viboko. Ulifungua yako. Wewe unafungua police station hapa. Yaani design zinaendanga mos yani. Mosoline. Kwenda west. Amejitetea. Wewe ni mtu wa turbo. Wewe ndio. Sasa wewe ya kwenda turbo. Inaitwaje? Ndio Vision Shuttle. Yeye amepata. Nani washo? Masai. Gari za kwenda Mosori yote. Tulie ziko pale. Usijifanye tu watupea hapa hivi. Simungoje. Ona Masai. Simungoje kwanza. Ziko hapo zinaenda. La muziki. Hivi niko na hapa. Ati Niko hapa, ziko pale. Ati lap. Hiyo ni ati lap. Ati lap hiyo ni Laikipia leta. Jamaa ni mkora. Ananiambia Masai gari za kwenda na amemwaga hivi kwa jamani mokoro leta. Mokora. Double shot. Wewe lamba. Ngoja chichi kwani zinaitwaje? Hizo gari zinaenda Mosori yote zinaitwa. Zinaitwa nini? Lamba. Wewe na wewe unapotea. Si Mosori. Ati ni? Mimi nimeuliza tu yani si Mosori line. huyu mpeka Mosori line. Ulisema ujui leo. Nataka by the end of tutoka hapa kila mtu ameona. Almost kupata by the way. Kwani zinaitwaje? Zinaitwa Mossline. Nasi nianza Mosoline. Nasema Mossline. Hapana, nisema Mosoline. We. Bora umepokea. Huyu akule pilipili. Mbona huyu yake inakuja? Yako itakuja. Yako mmoja venye iko. Ikiwa mpaka najua ya kwenda like. Bali karibu nini? ati geza kuna kitu zinaitwaje? Inaitwa lap. Inaitwa lap. Baliza bana. Yeye ni akwenda wapi? Baliza hiyo pilipili. Sasa kwa gari ya kwenda like inaitwa lap. Inaitwa lap. Laikipia. Umevuta na place ya kuwakia. Wametudanganya. Ni ya Kapsabet. Like Kapsabet. Sijasema yenye inashukisha Mosori yote. Mimi nataka yenye inaenda Mosori. hujapata joke yako. Ati zinaitwaje? Mossline. Asa kwenda like pia. You are lying. Hakuna gari kaa hizo mzee. Unaenda Laikipia. Wewe umetuona Masai. Nani ameenda Laikipia? Abu get joke yangu. Nimeget ni ile uko Jarias hiyo joke. Unaweza kwenda? Unapenda like pia. Inaitwa lap. Like. At lie. Keep. Yeah. Yeah. But it's a lie, eh? It's a lie. It's a lie. Weka hapa. Unajua usijifanye controller hiyo pilipili. Na magari za Mosori tulisema zinaitwa nini? Mimi sikusema. Unajua kwanza nilisikia ukisema Mossline. Akakataa. Nikajiambia kwani mimi? Kwani wewe Nasema nini? Yes. Yako. Unajua this is the great Sisibo, unajua? Tuko na circles mingi sana. Hii Sisibo yetu. Eh? Unajua watu wanasemanga Sisibo. Recently ndio nimekuwa nikajua maana Sisibo ilitoka wapi. Ilitoka wapi by the way? Sisibo? According to my understanding. Achana na understanding ilitoka wapi? Hakuna you understand. According to my intel, tuliosikia wa Munyoro. According to my understanding. Okay, truthful man. Ilitoka ichezea hapa. Back then new place ilikuwa inaitwa 64. Ya alisikia tukipiga stories. Kutopaka hapa wafuta hapa. So, wewe ukaona tu nimekaa chini, naanza ku waste time yangu, si ndio nikiexplain? Yeah. Sawa. Unarudilia hapa kitu yenye tunajua tayari. Wewe usitone Masai hapa. Tuambie kitu hatujui. Haya, acha niulize swali. Acha tukuulize kwanza. This place ikiitwa 64. Radio ilikuwa inapita wapi at first? Si penye inapita tu hapo penye iko. Wewe tulia na answer yako. Ni nini? Si umeuliza swali. At first ilikuwa inapita wapi? Si hapo penye inapita sasa. Bali inapita saa hizi. Mimi sikuwa hiyo wakati. Usikunze maneno yenye huko. Tumefungia hapo. Tumefungia hapo. Because yeah, but by the way,
nilisikia hiyo story from you guys. Yes. Yeah. So mimi ni fan wenu. I'm a truthful man. Munyoro. So in short nilikuwa nataka ni explainie that nyinyi ndio mlini explainia. Wewe ndio uliexplain ndio tulikushow. Yeah, nyinyi ndio mlini show. Kwa show. Na kama kazi kori singejuanga Trocadero. Unajua labda hata ujui inakungoja visit Rwanda. Ni through cathedral bana. So Trocadero. Na Komora. Komora ni wapi kwa? Unajua Komora Center paliko? Iko Eldoret. Ujani ni mkazi wa Western. Uji Komora. Uji Komora Center. Sasa wacha unajua pale Eldo Center iko? Jana mkora. Eldo Center. Na tumeiongelea tu some few minutes ago Eldo Center. Najua Eldoret. At least unajua kitu iko. At least umejua Eldo. Nimefika itabidi uambie kenye unajua. Mimi najua tu Eldoret. Unajua tu Mimi ni coach manini bana, sijui buildings vile zina majina za mimi si chokora. So you can't compare me na wewe. Wa. Hey. Shots fired. Ya. Hajakuwa rahisi. Yeye ina kamba. There's a difference. Wewe tumalizie podcast hapo. Comment section. Unakuja kupigania. Ukienda home na simu yako uniambie. Dada. Tau promote beat. Umetaja career yangu. Wacha justify nayo. Ametaja career yangu. Sasa inabidi justify nayo. Sasa lazima ni. Tunajua boys ni mimi wananijua. Mimi wananijua sasa. Nasema chichi naambia huyu achana naye. Ama huyu aende home empty. Sawa. Tumemaliza ama bado? Kuna hii content ya huyu msee anaitwa Leni. Nani? Anaitwa Leni. So nilikuwa na watch alafu ni mwizi. Unajua napenda kwa kitu kama mwizi. So akakuja akapata msee anamwambia leta simu. Huyu mwanekanga hapa. Si huyo. Akakuja. Si Vindi. Hiyo ni mwingine. Akakuja leta simu mzee. Alafu mzee akainua mkono juu, mwizi. Alafu Leni akamwambia, "Wewe mbona mwizi hapa? Mimi naitwa Leni." Shout Leni. Akasema Leni. Ni mbona unashout na niko hapa? Niite pole. Kama ndai kuniita dogo. Tunaona mwizi hapa. Kama ni dogo. Sema dogo. Niite fiti. Akareduce Leni. Leta simu. Kali. Sawa. Unajua nimependa nini hiyo story? At least imeniongezea skills. Za wizi. Mimi sijasema story na wizi. Lakini pia kuna content nyingine ile iliona ikanibamba tena. Ati msee anapata karao amededishwa hivi na wasee. Alafu msee anatoa simu anataka call 911. Alafu hawezi wanamwambia, "Unataka kudu nini?" Ati sina noma. Tatu nipige 911 niambie makarao. Mmoja wao ameuawa so ambaki 910. Hiyo ni kali. Mmoja ameenda. Mmoja ameenda. Haya, niko na watu kuna watu wampiga simu. Haya, niko na Saftrek Adventures wanasema Levi here from home of Ole Kailo. Mentor pale, shout out to you and mentor tours and travel. Asante. Tush Tula. Nasema Tush Tula. Ndio Tula. Tush. Anasema tuongezee sauti, ilikuwa kitambo kidogo. Kuongeza Ketu anasema following. Jacqueline anasema following. Chichi mentor Jero safi sana asante. Akasema hiyo ni ile choma 1. Sijui ilitupata. Haya, Miss Maina anasema bado niko kwa ile joke ya like keep us jaget. Tan text. Kwa wale ambao wanapiga simu tupigie. Coming events we have Kitenge Fashion and Design. The Great Kitenge Fashion Fest and Awards 8th edition itakuwa pale, ndio hiyo pale details pale. Ukitaka wacha niwape 30 seconds ya 10 seconds ya ku screenshot 1 2 screenshot ndio hiyo. Very good. Next tutakuwa na event tarehe 21st. Inajiita Cup Summit
half marathon itakuwa on 21st, that is on a Monday 21st of this month. Kapsabet half marathon. Kapsabet half marathon. It happened Kapsabet, I guess. Nandi Hills to Kapsabet. So if you're willing to participate, unataka kukimbia, unaweza enda, you never know. When I grow up. Thank you. Dhani kama ni tumemaliza ama bado. We have Bethel Studios located M3. Daima Towers. M3. C23. Unajua security ndio bado inanishtua vile tutatoka hapo nje. Kuna northern, kuna southern. There is southern. Kuna wasiwasi sana. Au ukiingia tu kwa lift tunafinya M23. We do corporate events, videography. M3. We do corporate events, photography, videography, live streaming. Then tuko na video studio shoot. Tunafanya hapa. Ukitaka namba ya simu iko pale. We are located at Daima Towers, the tallest building you have outside Nairobi. Take that to the bank. And near Mosoriot. Hadi hapo, thank you so much. See you next week. Hawa vijana asanteni sana. Thank you so much. Thank you. Menji. Adios. Yeah.